Shalom mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, popote pale unakonifuatilia. Siku ya leo natamani niombe na wewe. Manake umekuwa ni mwema, umekuwa ni mwema kunifuatilia kila wakati. So siku ya leo natamani niombe kwa ajili ya wewe. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Isaya na ile sura ya 54 na ile aya ya 17, Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Haikuishia hapo. Biblia ikazungumza pia katika ile Zaburi ya 91 na ile aya ya 10, ikasema mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia katika hema yako. Haikuishia hapo. Uone namna ambavyo Mungu anavyotupenda, Mungu anavyotujali, Mungu anavyotukumbatia kila wakati, kila saa, kila sekunde, kila dakika. Yeye ni mwaminifu mno. Hatamani mimi nipite kwenye shida au nipitie kwenye adha na dhiki, wala wewe upitie kwenye adha na dhiki. Na uwe na uhakika kuwa neno la Mungu ni silaha pia. Na ndio maana mara nyingi nimekuwa nasisitizia na kusisitiza kuwa mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, popote, you need to read the word of God. Unatakiwa kuwa msomaji wa neno, na sio kuwa msomaji tu, kuliishi neno. Na pamoja na kuliishi, unatakiwa kulitafakari neno la Mungu ili livae mwili, lifanyike halisi. Sasa ninakwambia katika silaha ambazo zinamrudisha shetani pamoja na mawakala zake wakae wanakostahili kukaa, ni silaha ya neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Biblia inasema neno la Mungu ni moto ulao. Biblia inasema neno la Mungu ni upanga wao wote ukatao kuwili. Hebu niambie mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, unapokuwa ni mtu wa kulisoma neno la Mungu, yani sidhani kama kuna silaha yoyote itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. Sidhani kama hata hiyo mitego watakaoitega kwako itakunasa. Maana itawanasa wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu umejawa neno. Na unapokuwa umejawa neno la Mungu, Roho Mtakatifu anatake cover ya kukuongoza. Roho Mtakatifu ni kiongozi kupitia neno. Roho Mtakatifu anakushauri kupitia neno. Roho Mtakatifu anakupa maelekezo kupitia neno. Roho Mtakatifu anafanyika msaidizi wa kwako kupitia neno. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuelekeza upite wapi, ukanyage wapi, uende wapi, usiende wapi, kwa sababu adui tayari ameshatega mitego. Lakini ni kwa mwana wa Mungu ambaye amemaanisha kulisoma neno la Mungu na kuliishi. Manake huwezi kuisikia sauti ya Mungu vyovyote kama si msomaji wa neno la Mungu. Huwezi kuisikia sauti ya Mungu kama si msomaji wa neno la Mungu. Huwezi kuzifahamu na kuzijua tabia za Mungu kama sio msomaji wa neno la Mungu. Huwezi kujua Mungu anataka nini, hataki nini, kama sio msomaji wa neno la Mungu. Nilikuwa ninafundisha mahali pengine nikasema hivi, unajua hata ulaji wa kwako au ulaji wetu, ulaji wako unaweza ukasababisha kiroho chako kuwa juu au kuwa chini. Ulaji, unakula nini, unakunywa nini? Kwa sababu kuna vyakula vingine ukila vinaharibu kiroho chako. Kuna vinywaji vingine ukila vinaharibu kiroho chako. Viko vyakula kibiblia kabisa ambavyo ukivila kiroho chako kinastawi. Viko vinywaji ambavyo ukivinywa, mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, kiroho chako kinastawi. Unaweza hata kuamka kuomba usiku. Kuna vyakula ambavyo ukila huwezi amka usiku kuomba. Huwezi. Lakini kuna vyakula kibiblia ambavyo ukivila vinalinda utakatifu wako. Whether you like or not, ndio nenda kueleza sasa. Kuna vyakula, nimesema hivi, hili neno la Mungu lina maarifa sahihi ya kila kitu. Ule nini, unywe nini.
ili kulinda utumishi ambao Mungu ameachilia juu yako. Ule nini, unywe nini, ili kutengeneza mwili wako, ambapo mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, na mwili wako wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na ndio maana unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16, Biblia inasema hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na hutakiwi kuliharibu hekalu, kwa sababu huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. So uwe na uhakika kuna ulaji mzuri ambao utakao kusaidia kumaintain uwepo wa Mungu, utakao kusaidia kumaintain kiu ya kutamani kulisoma neno, kiu ya kutamani kulisikia neno, kiu ya kutamani kutazama neno, kuzungumza neno, kupumua neno na kushika neno, kutembea juu ya neno. Kama ulikuwa hujui, sasa sikiliza, ujue sasa. Viko vyakula ambavyo unatakiwa kula ili wewe vikusaidie kutengeneza kiroho cha kwako, na viko vyakula ukivila unaharibu kabisa mambo yako ya kiroho. Huwezi kumsikia Mungu, huwezi vyakula. Kwa nimekwambia hili neno la Mungu ni muhimu kwa kila mtu. Haijalishi una tabia mbaya namna gani, haijalishi. Na ndio maana Biblia inasema usihukumu, manake hamna mkamilifu. Biblia inazungumza wazi kwenye kile kitabu cha Warumi 3:23. Biblia inasema sisi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu mwenye haki ya kumhukumu mtu, hayupo, kwa sababu hakuna aliye mkamilifu. Sasa unapolisoma neno la Mungu, ukijawa neno la Mungu, ndipo utakavyoelewa namna ya wewe kuishi vizuri katika njia za kumpendeza Mungu. Maana hizo njia za kumpendeza Mungu ziko ndani ya neno la Mungu. Mungu atusaidie sana, wana wa Mungu, kama kanisa. Kanisa si majengo. Kanisa ni mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo ni mimi na wewe. We need to find God. We need to read the word. Tunatakiwa kuliishi neno la Mungu, tunatakiwa kulizungumza neno la Mungu, tunatakiwa kulisikia neno la Mungu, tunatakiwa macho yetu haya kutazama neno la Mungu, tunatakiwa pua hizi kupumua neno. Ninashangaa sana mtu anasema ameokoka alafu anapata muda wa kuangalia tamthilia. Tamthilia za mapenzi ni aina mojawapo ya zinaa. Kama ulikuwa hujui, unasema umeokoka alafu una muda wa kuangalia tamthilia. Unasema umeokoka alafu una muda wa kuzungumza maneno machafu. Biblia inazungumza wazi kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15 na ile aya 33. Mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Unasema umeokoka alafu unaketi barazani pa wenye mizaha. Unapata nafasi ya kuketi barazani pa wenye mizaha. Oh my God. Mungu atusaidie sana kanisa. Na ndio maana hatuoni matokeo. Na ndio maana watu wanatembea hawaoni matokeo. Kwa nini? Umelizoelea neno. Mazoea. Na mazoea ndio yanayotengeneza uharibifu. Biblia inasema shetani akilisikia neno anatetemeka. Je, wewe unatetemeka au umelizoea? Na ndio maana ni mzinzi kama kawaida, na ndio maana ni mbea kama kawaida, na ndio maana unafanya mambo oh my God. Roho Mtakatifu aliye mwema na mwaminifu atusaidie na akusaidie. Neno liishi neno, zungumza neno, tazama kinachompatia Mungu utukufu. Sikia kwa masikio yako, kisikie kwa masikio yako kinachompatia Mungu heshima na utukufu. Zungumza kinachompatia Mungu heshima na utukufu. Miguu yako iendee katika maeneo ambayo yanampatia Mungu heshima na utukufu. Mikono yako ishike na kukamata vile vinavyompatia Mungu heshima na utukufu. Hapo utatembea katika uwepo wa Mungu. Mungu atusaidie sana kanisa. Mungu atusaidie.